mwanangu, mara ya kwanza unajua sio rahisi. Hata sisi unavyotuona tulizoea pole pole. Lakini usihofu, mtoto wako ataelewa tu, na wewe pia utaelewa. Njia bora kujifunza ni kutoka kwa wale waliokutangulia. Hebu ngoja kwanza nikuonyeshe. Ishika mtoto wako kwa karibu. Haya, hivyo hivyo. Mweke karibu na tumbo kwa tumbo. Unajua hii itamsaidia kunyonya vizuri tena kwa utulivu. Na pia hakikisha unampa uangalifu wako wote. Unajua mtoto mchanga uhisi kabisa pale wewe unapokosa umakini, na anaweza kuacha kunyonya kabisa. Unapoona mtoto ameshika vizuri na maziwa yanamiminika, basi ujue kabisa anakula ipasavyo. Angalia ishara. Mtoto wako anaponyonya vidole au kulamba hivyo vidole vyake vidogo, anahitaji maziwa. Usisubiri mpaka alie. Hebu mpe wakati anapoomba ishara. Akina baba pia nyie, tumieni fursa ya ulishaji kama njia pekee katika safari yako ya kuwa baba. Kila dakika unayotumia uhakikisha mtoto wako anapata lishe bora ni uthibitisho wa kutosha na upendo wa kujitolea kwako, na huchangia kwa kiasi kikubwa katika afya na ustawi wake wa ujumla. Maziwa ya mama ndiyo chakula pekee ambacho mtoto anahitaji katika miezi yake 6 ya mwanzo. Usimpe mtoto kitu kingine chochote, hata maji, katika miezi 6 yake ya mwanzo, kwani maziwa ya mama yana kila kitu ambacho mtoto anahitaji katika ukuaji wake. Mwanangu, kunyonyesha sio chakula tu kama unavyohisi wewe. Ni faraja, mapenzi, ni mawasiliano ya karibu kati ya mama na mtoto wake. Na pia hakikisha ananyonya maziwa ya mama ndani ya saa 1 baada ya kuzaliwa. Na katika kipindi cha miezi 6 ya mwanzo, lishe bora ni msingi katika ukuaji wake. Mzazi hodari, kila unaponyonyesha unampa mtoto wako mwanzo bora maishani. Unafanya kazi nzuri sana. Mzazi hodari.